Kahawa ya Daktari Isaya Lupogo Jumatatu. Rejo Kaluju, karibu. Ni Jumatatu nyingine njema kabisa. Sauti ni ile ile, na kwa wale ambao hawanioni pia, mimi ndiye mratibu wa Kaluju. Jina langu ni Daktari Isaya Lupogo. Kwangu kabisa makao makuu ni chuo kikuu Mzumbe, japo narukaruka hapa na pale. Kwa mfano kwa sasa Kaluju inaruka kutoka chuo kikuu cha Pretoria, Afrika Kusini, lakini mimi ni mzaliwa pale, mzaliwa kikazi wa chuo kikuu Mzumbe, campus kuu Morogoro. Wiki iliyopita nilikwambia kwamba leo tutakuwa na Gabo kwa ajili ya kumpongeza na kufanya mahojiano kidogo kuhusiana na filamu yake nzuri sana ya Mwamwindi inayozungumzia kuhusu mkuu wa mkoa mmoja ambaye alikuwa anaitwa Daktari Kleru, ambaye alikuwa anatekeleza vizuri sana sera na falsafa ya ujamaa na kujitegemea, falsafa za Mwalimu Nyerere hizo, ambapo ilikuwa ni miaka 1970 ambapo ni matokeo ya sera kuu au falsafa kubwa ya Azimio la Arusha ambayo ilipitishwa mwaka 1967. Wahenga wenzangu wanajua haya mambo. Sasa Mwamwindi, mkulima mmoja mkubwa, akaamua kumuua baada ya kujibizana kidogo na mkuu wa mkoa huyo Daktari Kleru. Gabo amefanya kazi nzuri sana, heshima kwako. Watu wanaweza kusema mbona hayupo sasa leo, kwa nini? Gabo nilimtafuta nikajieleza, lakini jibu ambalo alinipatia ni la kushukuru, pongezi tu. Kuhusu mahojiano, kwa kweli hakubahatika kunijibu. Sitaki kusema kwamba Gabo hataki kushiriki kipindi hiki cha Kaluju ambacho ni kidogo, hapana. Najua Gabo ana mambo mengi, huenda pengine tu amebanana. Kwa bahati mbaya Gabo hakuweza kunijibu. Najua kuna watu wanasema kwa bahati mbaya si sahihi. Hapana, kwa bahati mbaya pia ni sahihi. Maana watu sasa wameanza kuhamasishana kwamba jamani, kwa bahati mbaya si Kiswahili sanifu. Kiswahili sanifu ni isivyo bahati. Hapana, nenda kaangalia kamusi ya Kiswahili Kiingereza ya TUKI ambayo kwa sasa ni TATAKI, Taasisi ya Taaluma za Kiswahili. Ukiangalia katika hiyo kamusi, bahati mbaya na nzuri zipo. Kwa hiyo bahati mbaya pia ipo. Sasa nipende kuhitimisha hili kwa kumpa tena kongole Gabo kwa filamu nzuri. Sasa leo na kuacha achaje, sasa siwezi kukuacha hivi na kuacha na wimbo huu ambao unausikia. Ni wimbo wa Harmonize, na nitoe wito kwa wasanii kama ambavyo nimekuwa nasema, wasanii hususan wasanii wakubwa, tuimbe nyimbo nyingine pia tofauti na nyimbo za mapenzi. Kwa mfano wimbo unatoa tafakari nzuri sana ya maisha, ambapo Harmonize ameimba wimbo na hizi nyimbo zinatazamwa. Kwa mfano wimbo huu una watazamaji milioni 11. Kwa hiyo ni nyimbo zinazotazamwa. Tutunge nyimbo changamani kwa sababu tuna mambo mengi, siasa, elimu, maisha kwa ujumla kama hivyo. Hebu sikiliza kwanza hiki kipande kidogo hiki. Sikiliza. Japo pana kosa la lugha nitakwambia baadaye. Makinika na ujumbe kwanza. Vitu vizuri vyote viwe ni vya shetani. Hapo. Eti muziki shetani. Sema pesa nazo shetani. Mpira na pombe shetani. Ngono na hata kombe la dunia ni shetani. Sasa nilisema nitarekebisha kosa kidogo. Tusikilize hapo tena. Hapo. Muda mwingine unaweza zani, sio zani, ni dhani. Hapo pana kosa. Kuzani hapana, ni kudhani. Asante sana. Tukutane Jumatatu nyingine katika Kaluju. Ninakushukuru sana wewe uliotenga muda kwa ajili ya kusikiliza na kutazama Kaluju. Asante sana. Hivi ulikwaga wapi before hujaja duniani? Na kwa nini kuna kifo unapokwenda pajulikani? Sawa, safari ni yetu sote, hakuna lokwenda na karudi, japo kutusimulia kama pazuri ama pabaya. Hii ni Kaluju.